Kwanza uniaje? Niko poa sana, niko fresh barida. Umekuaje? Na niko tu vizuri, nimefika unajua tena leo imekuwa siku ya Girlfriend's Day. Ndio maana nimechelewa. Nilisikia ulisikia tu. Nilisikia hivyo vitu bado vipo? Vipo bado tunasherehekea, tumewasherehekea na bado tunaendelea kuwasherehekea. Sasa nani anasherehekewa kwanza? Sasa sisi tunawasherehekea wao, leo ni siku yao. Nani anasherehekewa haswa? Nani anasherehekewa? Ni girlfriend. Wewe sasa ni jukumu letu sisi, mimi na wewe kuwasherehekea wale wenzetu. Siku ya boyfriend day pia watatusherehekea. Walisema siku ya wanaume imewekwa na choo. Na siku ya vio. Kwa hivyo wote tunasahau kusherehekea tu wanaume wenyewe. Lakini tuwasherehekea na dada. Mbona siku za kina dada ni nyingi hivi? Kwa sababu wanajipenda sana. Na hisi wanajipenda sana na wanapenda wakisherehekewa. Wewe unajua kuna mtu ataachwa kwa sababu hajanunuliwa maua leo. Sio leo hakuachwa leo. Wameachana jana. Watarudiana kesho. Watasamehewa, mwanamama atakwambia hiyo siku imeinama pia. Hiyo siku imepita sasa. Kwa sababu siku hii ukisikia mwanamke anasherehekea maisha yake, kuna gharama. Maua utanunua, utafikia unanunulia nyuki. Pesa utatoa na outing pia utaenda kumtolea. Siku hizi kuna pizza, utanunua pizza na vitu vingi vitatoka tu kutoka upande wako. Watu wale pizza. Na ndio kwa sababu nao wakasema kwamba wanaume wao na siku chache ili wakitoa wasitoe sana. Ile tatizo ni kwamba ile wanaume huwa wanasherehekewa kweli. Ni wanaume wanasherehekewa na wale akina dada ama wanawake ambao wanajua kwamba mwanamume ni nguzo katika maisha. Kuna wale ambao wanasema tu mwanamume ni mwanamume tu, ajipange. Kuna rafiki yangu aliniambia, ni jana majuzi, nimemwona rafiki yangu fulani ameweka post pale Facebook, happy birthday to me. Sasa jamaa kana ananiambia, hivi vitu gani hivi? No, si unaanza kwanza wewe mwenyewe kujisherehekea kwanza. Kuna huyu anaitwa Agama Lizard. Huyu Agama Lizard, huyu Keko huyu. Yeye akianguka kutoka mtini, huwa anaanguka chini na anajipigia makofi yeye mwenyewe, unaona anafanya kama press up. Alafu kifudifudi. Anajiambia kwamba hata msiponishangilia mimi mwenyewe najishangilia. Kwa hivyo mwanamume kama wewe unaanza kwanza useme happy birthday Duncan. Ndio sisi tuanze kusema happy birthday, God bless you. Sio nini, lakini ukikaa tu bila wewe mwenyewe kujisherehekea kwanza, basi sisi wengine tutakusherehekeaje wewe mwenyewe usipojitambua? Jipendekeze wakati mwingine, kwa kimbele, jiweke mbele kwanza ndio wengine wakuje baadaye. Ila mimi nimechoka. Umechoka kusherehekea watu? Hapana, hizo siku zinachosha. Ni nyingi. Ila sioni maana. Uone maana kwa sababu sasa wenyewe unaowasherehekea ni kama hawajakwambia asante. Labda ni kwa sababu sina kusherehekea. Na wengine unao kusherehekea. Unaweza sherehekea dada yako, unasherehekea ndugu yako, unasherehekea mama yako. Umesema kwamba ni Girlfriend's Day. Ni Girlfriend's Day. Girlfriend anaweza kuwa hata dadako. Anaweza kuwa mamako. Mamangu naye. Anaweza kuwa mamako tu umemuita girlfriend. Sasa ikibadilika ikifika kwa Lovers Day, hiyo ndio inakuwa tofauti. Mamangu naye ni OG. Ni OG. So lazima tuwasherehekee tu. Usichoke sasa hivi, mimi na kuadvise tu kama mdogo wako usichoke kuwasherehekea watu. Sherehekea wote hawa wanawake, akina dada zako, ndugu zako wote washerehekee. Hata wasiposema asante, siku ipo watakuja kusema kwamba alikuwa anatusherehekea. Asante ni muhimu. Asante ni muhimu sana. Unapata jamaa amejituma, amenunua maua, hata kama ni maua yale ya supermarket. Ndio. Yale wengine watasema ni plastic. Ni sawa. Vidole vitoshani. Ndio. Vidole vitoshani, jamaa akileta shukuru Mungu, naendelea mbele kwa sababu kikubwa ni shukrani. Lakini pia akija bila hayo maua siku ya leo, msiachane. Unavyosema vidole ya vitoshani, msiachane. Labda atapata kesho. Leo amekosa, lakini kesho atapata. Kuna wengine wataachana leo kwa sababu hakununuliwa maua. Kuna wengine wameachana jana kwa sababu hajatoa mpango. Makina dada mtuelewe. Hata mimi wa kwangu sijaona nikimtoa ama nikimnunulia maua, lakini nimwambia siku zijazo kuna mambo makubwa tuko mbele. Usije ukamkataa leo, kesho ukamwona kwa TV ndio sifuna. Mambo ndo hayo, mambo kesho. Unamkataa leo? Mkuu anasema kesho.
Kesho hujui kesho. Kwa sababu kesho ina mambo mengi sana. Ndio. Ingekuwa Mungu anatuambia kesho itakuwaje? Basi sijui maisha yangekuwaje. Watu wengine mngekuwa pale penye mnitakana mkwe, lakini sasa ni swali iwapo Mungu angekuwa anaweza kufunulia watu ajue kwamba labda utaondoka hii dunia siku fulani, dunia ingekuwaje? Dunia labda ingekuwa maskini sana. Na hisi ingekuwa maskini sana kwa sababu haya majengo mnayoyaona leo hii, haya maendeleo tunayoyaona leo hii hayangekuwepo. Kwa sababu hamna ambaye angedhubutu kujenga. Na hii mioyo ya wanadamu ya siku hizi, ya mioyo ambayo tunasema ni mioyo mibaya tu, mioyo ya wanyama tu. Nijenge watu wengine wakuje waenjoy. Hamna ambaye angejenga. Na hamna ambaye angeenda shule. Na hamna ambaye angefanya hiki na hiki, kwa sababu hajakaa nisome nimalize form 4 alafu nije nife kesho tu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu alikuwa na busara, na alivyo na busara nyingi na hekima nyingi, alifanya vizuri kutuficha tu ya kwamba tuendelee kufanya hivyo kazi. Na rafiki yangu mmoja, ndio. Na rafiki yangu mmoja huwa ananiambia, huwa anaamka asubuhi, tuko na yeye kwenye group moja, huwa anaamka asubuhi anasema, mjiandaeni kifo kinakuja. Ndio. Kila siku. Kila siku. Kwa sababu haujui ni lini. Na kwa sababu haujui ni lini, basi wewe jiandae tu, ujue kwamba inaweza kuwa kesho. Hata tunapoenda kuwapumzisha wenzetu katika makaburi yetu ama popote pale, huwa tunasema kwamba huyu ametangulia tu, sisi tuko nyuma yake. Kumaanisha kwamba ni safari yetu sisi wote. Hujui umetoka kwa nyumba utarudi ama hutarudi. Ndio mimi wakati wote huwa nasema ni neema na rehema ya Mungu tu. Kiona kesho, shukuru Mwenyezi Mungu. Hata sasa sisi kwa hapa ni neema ya Mwenyezi Mungu. Tunana alijua kwamba tutakutana katika mitambo hii mikubwa ya rehema, kwa sababu hauwezi jua kesho itakuwa. Ndio. Utaamkaje ama utamaliza leo? Ndio.